ajenda kuu ya kwanza kabisa ilikuwa hali ya amani na usalama barani Afrika. Naomba niwajulishe hapa, waheshimiwa wakuu wa nchi zote walijikita sana, kwa sababu hali ya usalama na amani sio shwari barani Afrika. Tunapitia wimbi la mtihani, na wimbi hilo linatokana na mambo mbalimbali. Nyinyi waandishi wa habari mnajua ushindani wa rasilimali zilizokuwa kwa barani Afrika, kwa sababu sasa hivi bara la Afrika ndio linaonekana duniani lilokuwa limebakia na rasilimali nyingi zaidi kuliko bara lolote lile lingine duniani. Na hii ni kwa takwimu na kisayansi. Kwa lugha nyingine, utajiri mkubwa uko wapi? Barani Afrika, zaidi kuliko bara lolote. Ukichukua utajiri wa maji, ukichukua utajiri wa rutuba ndani ya ardhi, ukichukua utajiri wa hali ya hewa, ukichukua utajiri wa oxygen hii tunayovuta duniani, Afrika inaongoza, kwa sababu sisi ni only 2.4% polluters. Yani tunatoa pollution ni only 2.4 katika dunia nzima. Kwa hiyo 97.6 ni dunia nzima inayotoa pollution, ukichukua ile overall pollution. Kwa hiyo utajiri wa kila aina, pamoja na afya, pamoja na hali ya hewa, pamoja na mazingira, pamoja na rasilimali nyinginezo zikiweko madini. Kamati hiyo pia iliwasilisha pendekezo la kumteua Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa kinara, ndio hiyo champion, wa Umoja wa Afrika nzima katika masuala ya afya ya mama na mtoto. Kwa nini unachaguliwa kinara? Ina maana kuna jambo umefanya vizuri kuliko wengine wote, kuna jambo umelifanya limefikia matokeo kuliko wengine wote, kuna jambo umelifanya ambalo bara zima la Afrika, nchi zote sasa hivi zinafuata mfano kutoka kwako katika lile jambo. Wako wataalamu wa hili swala watakuja kutoa ufafanuzi. Kuna hotuba Mheshimiwa Rais alitoa bila watu kuifahamu ile hotuba, kwamba kwa ajili ya kumhudumia mama na mtoto tutumie hata hiyo WhatsApp ikawa inatumika kwa kujua yule mama yuko wapi, anafikwa na uchungu wa uzazi saa ngapi, na anafikiwa vipi, na kile kituo kilichoko karibu naye kina resource gani ya kuweza kumhudumia, na ikiwa kuna complication apelekewe wapi. Kwa hiyo kwenye mawasiliano, kwa tamko lile alilotoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan lilifanikiwa, na leo nchi 7 barani Afrika linafuata model hiyo ya Tanzania. Ndio maana amepewa kinara. Na la pili, amepewa kinara kwa sababu lile alilolisema limetoa matokeo mazuri ya kupunguza vifo vya mama na mtoto. Masuala muhimu yaliyojitokeza na kujadiliwa katika vikao vya wakuu wa nchi. Nitakwenda moja kwa moja kwenye vikao vya wakuu wa nchi kwa sababu ndio kikao cha juu kabisa, kinaitwa summit cha kumalizia. Na kwa wale wanaopenda historia kama mimi, mtajua huyu atakuwa mwaka 2028 ni rais wa 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushika uwenyekiti wa AU. Wa kwanza alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wa pili alikuwa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, huyu atakuwa wa 3 katika mzunguko wa duru zile za 52 nchi za bara la Afrika. Kwa hiyo mnamo mwaka 28 Mheshimiwa Rais wetu anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa AU. Hivi sasa ni makamu wa pili wa rais ama makamu wa pili wa mwenyekiti wa AU.